namna ya kusoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuachana hiyo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia hizo katiba za nchi zingine ndio zinavyosomwa hivyo. Kwa kama ukitaka kujifunza kusoma katiba, basi tafuta hiyo video ambayo nimerekodi kujifunza namna nzuri ya kusoma katiba, kwa sababu limekuwa wimbi kubwa ambalo watu wanaambiwa tu sheria, lakini hawa wafafanuzi au wanasheria hawatoi ule utaratibu mzuri kwamba sheria zinasomwaje. Kwa hiyo utapitia pale, utaenda kujifunza. Lakini pia katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria tofauti. Sheria zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Sheria ya kwanza ndio ambayo ni katiba, lakini pia kuna sheria ambazo sasa zinaundwa na bunge. Maana kumbuka, katiba haijaundwa na bunge. Katiba ni maoni yamekusanywa na wananchi ndio ikatengenezwa katiba, lakini kuna sheria ambazo zinaundwa na bunge, na bunge kazi yake ni kutunga sheria. Kwa kuna hizi sheria ambazo zinaundwa na bunge ambazo kwa Kiingereza wanaziita principal legislation. Unaweza ukaona hapa kwa mfano hii wameandika hapa the principal legislation. Hii ni sheria ya ardhi, Land Act. Ni sheria ya ardhi ambayo inatumika Tanzania katika mambo yote ya ardhi. Lakini hii Land Act lakini kuna sheria yake nyingine ambayo inaitwa the Village Land Act. Ile ni sheria ya ardhi za vijiji, lakini ni sheria ya ardhi sasa ya ardhi za hizi huku mijini kwenye urban areas. Sawa. Kwa katika hii sheria utaelewa ardhi ni nini, nani ambaye anamiliki ardhi na vitu vingine. Lakini mada yangu ya leo sio kuja kuelezea kwa hii sheria inaelezea nini, hapana. Nimekuja kukufundisha jinsi ya kusoma hizi principal legislation ama sheria ambazo zinatungwa na bunge. Kipindi kilipita tulijifunza kusoma katiba, tunakuja kujisoma hizi leo. Sheria hizi zinaundwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuthibitishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hizi sheria huwa zinasomwa kwa vifungu. Katiba inasomwa kwa ibara, lakini hizi sheria zinasomwa kwa vifungu. Kama unaweza kuona hapa, hichi unaona hii namba 1, hichi ni kifungu namba 1. Kwa hiyo unaisoma hii sheria, unasema sheria ya ardhi kifungu namba 1 kinasema. Sasa pia kuna sheria ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Mimi nimeamua kutumia ya Kiingereza, lakini pia unaweza ukaenda kununua Kiswahili, wala mna shida, zinapatikana kwa rahisi sana. Utasema this act may be cited as the Land Act. Kifungu cha kwanza au kifungu namba 1 cha sheria ya ardhi kinasema kwamba this act may be cited as the Land Act. Kwa kifungu namba 1 kimeipa jina ya hii sheria kwamba hii sheria act ni sheria, itaitwa the Land Act, kwa jina la sheria. Kwa hiyo ni kifungu namba 1. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba nenda kasome kifungu namba 1 katika sheria ya ardhi, utakuja kusoma kifungu hichi. Kifungu sio ibara. Ibara zipo kwenye katiba. Hiki ni kifungu namba 1. Na kifungu namba 2 kinaelezea definitions za vitu mbalimbali ambavyo vimetumika au terminologies ambazo be used au applicable in this law, ambazo zimetumika kwenye hii sheria moja kwa moja. Kwa hiyo ukisoma hichi kifungu namba 2 kitakusaidia kuelewa maana kabla hujaingia ndani zaidi. Tuende kwenye kifungu namba 3. Lengo langu ni kukufundisha wewe namna nzuri ya kusoma hizi principal legislation au sheria ambazo zinatungwa na bunge tofauti na katiba, kwa sababu imekuwa kuna wimbi watu wanakuambia kasome sheria, kifungu chetu namba ngapi. Sasa nataka ukimsikia mwanasheria anasema katika kifungu namba 15 cha sheria ya ardhi, uwe na uelewa kwamba anamaanisha nini. Kwa mfano hapa kuna kifungu namba 3 au kifungu cha 3 cha sheria ya ardhi. Unaona hapa inasema the fundamental principle of national land policy. Unaona kifungu namba 3. Sasa hapa naomba tusikizane kidogo kwa umakini. Hivi vifungu katika hizi sheria za bunge kuna kuwa na nusu vifungu vyao, au kwa Kiingereza wanasema
subsections, yani kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza. Unaona kama hapa kuna kifungu cha tatu, kifungu cha tatu, kuna kifungu cha tatu hapa. Unaona hapa kama kuna kifungu cha tatu, hichi ni kifungu kidogo cha kwanza. Kifungu cha tatu, kifungu kidogo cha kwanza kinasema the fundamental principle of national range policy, which is the objectives of this act to promote and which of the persons exercising powers and applying or interpreting this act are to have regards to a. Unaona, kwa kuna hichi ni kifungu. Kwa mtu akikwambia au ukimsikia mwanasheria anasema kwamba sheria ya ardhi kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza, ndo hii kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza anaelezea, kinasema au nenda kasome kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza, ndo namna inayosomwa hivi. Lakini pia hivi vifungu kunakuwa na kifungu kikubwa, kifungu kidogo, lakini kunakuwa na hizi wanaziita paragraphs. Sawa, wanaziita paragraphs hizi A B C, kwa Kiingereza wanaziita hizo ni paragraphs. Sasa ukitaka kwenda kusoma kwa mfano kwa Kiingereza unasema section. Kifungu kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni section. Kwa section kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni kifungu. Kwa utasema section 3 subsection 1 paragraph A. Section 3 subsection 1 paragraph B. Section 3 subsection 1 paragraph C. Unaona? Kwa utakuja kusema kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza A. Kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza ba. Kifungu cha tatu kifungu kidogo cha kwanza cha. Sawa? Hivyo ndo namna ambayo itasomwa kwa Kiswahili, lakini pia kwa Kiingereza. Kwa hiyo ndo namna ambayo nzuri ya kuzisoma hizi principal legislation. Na mimi nimeamua kutumia tu kama nimetumia hizi Land Act principal legislations arrangement of sections. Nimetumia kama sample, lakini sheria ni nyingi. Kwa mfano kuna sheria zingine apart from this, kuna the penal code, hiyo ni kanuni ya adhabu. Pia ukisoma hiyo sheria utagundua mambo mengi sana. Kuna mambo mengi mle, kama ukitokea umembaka mtoto mdogo utahukumiwa kifungo gani, ikitokea umembaka mke wako utahukumiwa kifungo gani, katika kifungu cha 130 katika hiyo sheria. Hivyo vitu vinazungumziwa. Kuna sheria tofauti nyingi. Kuna sheria ya corruption, kuna sheria ya ukitaka kuishtaki serikali, the Government Proceeding Act, utumie ile sheria kufuata procedures. Kwa principal legislation act ambazo zinatungwa na bunge ni nyingi sana. Lakini leo tumejifunza hiyo, lakini pia kipindi kijacho tutajifunza baada ya hizi principal of legislation kuna sheria gani zingine ambazo zinakuwa be applicable au zinakuwa zinatumika ili kusaidia kuilinda nchi, kulinda watu, kulinda na mali zao, kulinda pia na haki za binadamu ambao wanaishi Tanzania. Lakini tukitoka hapo tutajifunza tena sheria za kimataifa, sheria za Afrika na sheria za duniani kote. Kwa hiyo tujifunze kwanza kusoma sheria, then ndo tutaanza kujifunza vitu vingine. Asanteni sana. Namna ya kusoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kuachana hiyo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia hizo katiba za nchi zingine ndo zinavyosomwa hivyo. Kwa kama ukitaka kujifunza kusoma katiba, basi utafuta hiyo video ambayo nimerekodi kujifunza namna nzuri ya kusoma katiba, kwa sababu limekuwa wimbi kubwa ambalo watu wanaambiwa tu sheria, lakini hawa wafafanuzi au wanasheria hawatoi ule utaratibu mzuri kwamba sheria zinasomwaje. Kwa hiyo utapitia pale utaenda kujifunza. Lakini pia katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria tofauti. Sheria zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Sheria ya kwanza ndo ambayo ni katiba, lakini pia kuna sheria ambazo sasa zinaundwa na bunge. Maana kumbuka, katiba haijaundwa na bunge. Katiba ni maoni yamekusanywa na wananchi ndio ikatengenezwa katiba. Lakini kuna sheria ambazo zinaundwa na bunge, na bunge kazi yake ni kutunga sheria. Kwa kuna hizi sheria ambazo zinaundwa na bunge ambazo kwa Kiingereza wanaziita principal legislation. Unaweza ukaona hapa kwa mfano hii wameandika hapa the principal legislation. Hii ni sheria ya ardhi, Land Act. Ni sheria ya ardhi ambayo inatumika Tanzania katika mambo yote
ya ardhi. Lakini hii Land Act lakini kuna sheria yake nyingine ambayo inaitwa the Village Land Act. Ile ni sheria ya ardhi za vijiji, lakini ni sheria ya ardhi sana kwenye ardhi za hizi huku mijini, kwenye urban areas. Sawa, kwenye katika hii sheria utaelewa ardhi ni nini, nani ambaye anamiliki ardhi na vitu vingine. Lakini mada yangu ya leo sio kuja kuelezea kuwa hii sheria inaelezea nini, hapana. Nimekuja kukufundisha jinsi ya kusoma hizi principal legislation ama sheria ambazo zinatungwa na bunge. Kipindi kilipita tulijifunza kusoma katiba, tunakuja kuzisoma hizi leo. Sheria hizi zinaundwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuthibitishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hizi sheria huwa zinasomwa kwa vifungu. Katiba inasomwa kwa ibara, lakini hizi sheria zinasomwa kwa vifungu. Kama unaweza kuona hapa, hichi unaona hii namba 1, hichi ni kifungu namba 1. Kwa hiyo unaisoma hii sheria, unasema sheria ya ardhi kifungu namba 1 kinasema. Sasa pia kuna sheria ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Mimi nimeamua kutumia Kiingereza, lakini pia unaweza ukaenda kununua Kiswahili, wala mna shida, zinapatikana kwa rahisi sana. Utasema this act may be cited as the Land Act. Kifungu cha kwanza au kifungu namba 1 cha sheria ya ardhi kinasema kwamba this act may be cited as the Land Act. Kwa kifungu namba 1 kimeipa jina ya hii sheria kwamba hii sheria act ni sheria, itaitwa the Land Act, itaitwa the Land Act kwa jina la sheria. Kwa hiyo ni kifungu namba 1. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba nenda kasome kifungu namba 1 katika sheria ya ardhi, utakuja kusoma kifungu hichi. Kifungu sio ibara. Ibara zipo kwenye katiba. Hiki ni kifungu namba 1. Na kifungu namba 2 kinaelezea definitions za vitu mbalimbali ambavyo vimetumika au terminologies ambazo be used au applicable in this law ambazo zimetumika kwenye hii sheria moja kwa moja. Kwa hiyo ukisoma hichi kifungu namba 2 kitakusaidia kuelewa maana kabla hujaingia ndani zaidi. Tuende kwenye kifungu namba 3. Lengo langu ni kukufundisha wewe namna nzuri ya kusoma hizi principal legislation au sheria ambazo zinatungwa na bunge tofauti na katiba, kwa sababu imekuwa kuna wimbi watu wanakuambia kasome sheria, kifungu chetu namba ngapi. Sasa nataka ukimsikia mwanasheria anasema katika kifungu namba 15 cha sheria ya ardhi, uwe na uelewa kwamba anamaanisha nini. Kwa mfano hapa kuna kifungu namba 3 au kifungu cha 3 cha sheria ya ardhi. Unaona hapa inasema the fundamental principle of national land policy. Unaona kifungu namba 3. Sasa hapa naomba tusikizane kidogo kwa umakini. Hivi vifungu katika hizi sheria za bunge kuna kuwa na nusu vifungu vyao, au kwa Kiingereza wanasema subsections. Yani kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza. Unaona kama hapa kuna kifungu cha 3 kifungu kidogo, kifungu cha 3, kuna kifungu cha 3 hapa. Unaona hapa kama kuna kifungu cha 3, hichi ni kifungu kidogo cha kwanza. Kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza kinasema the fundamental principle of national land policy, which is the objective of this act to promote, and which are the persons exercising powers and applying or interpreting this act are to have regards to a. Unaona, kwa kuna hichi ni kifungu. Kwa mtu akikwambia au ukimsikia mwanasheria anasema kwamba sheria ya ardhi kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza, ndo hii kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza anaelezea, kinasema au nenda kasome kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza, ndo namna inayosomwa hivi. Lakini pia hivi vifungu kunakuwa na kifungu kikubwa, kifungu kidogo, lakini kunakuwa na hizi wanaziita paragraphs. Sawa, wanaziita paragraphs hizi A B C, kwa Kiingereza wanaziita hizo ni paragraphs. Sasa ukitaka kwenda kusoma kwa mfano kwa Kiingereza unasema section. Kifungu kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni section. Kwa section kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni kifungu.
Kwa utasema section 3 subsection 1 paragraph A, section 3 subsection 1 paragraph B, section 3 subsection 1 paragraph C. Unaona? Kwa utakuja kusema kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza A, kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza ba, kifungu cha 3 kifungu kidogo cha kwanza cha. Sawa? Hivyo ndo namna ambayo itasomwa kwa Kiswahili lakini pia kwa Kiingereza. Kwa hiyo ndo namna ambayo nzuri ya kuzisoma hizi principal legislation. Na mimi nimeamua kutumia tu kama nimetumia hizi Land Act principal legislations arrangement of sections. Nimetumia kama sample, lakini sheria ni nyingi. Kwa mfano kuna sheria zingine apart from this, kuna the penal code, hiyo ni kanuni ya adhabu. Pia ukisoma hiyo sheria utagundua mambo mengi sana. Kuna mambo mengi mle, kama ukitokea umembaka mtoto mdogo utahukumiwa kifungo gani, ikitokea umembaka mke wako utahukumiwa kifungo gani, katika kifungu cha 130 katika hiyo sheria hivyo vitu vinazungumziwa. Kuna sheria tofauti tofauti nyingi, kuna sheria ya corruption, kuna sheria ya ukitaka kuishtaki serikali, the Government Proceeding Act, utumie ile sheria kufuata procedures. Kwa principal legislation act ambazo zinatungwa na bunge ni nyingi sana. Lakini leo tumejifunza hiyo, lakini pia kipindi kijacho tutajifunza baada ya hizi principle of legislation kuna sheria gani zingine ambazo zinakuwa be applicable au zinakuwa zinatumika ili kusaidia kuilinda nchi, kulinda watu, kulinda na mali zao, kulinda pia na haki za binadamu ambao wanaishi Tanzania. Lakini tukitoka hapo tutajifunza tena sheria za kimataifa, sheria za Afrika na sheria za duniani kote. Kwa tujifunze kwanza kusoma sheria, then ndo tutaanza kujifunza vitu vingine. Asanteni sana.